Upendo ni kitu kizuri sana, unaweza kuponya mioyo iliyovunjika, hasa unapopendana na mtu sahihi. Na katika mapenzi, ukimpenda mtu ukaona harudishi upendo kwako, sanuka mzee wangu, fanya uchunguzi, maana lolote linaweza tokea ukapoteza furaha ya maisha yako. Hii ni historia lazima sana kuitazama, maana wengi wetu tunapitia mengi katika mapenzi, hasa pale unapompenda mtu kweli kweli hadi unageuka kipofu wa mapenzi, mwisho unajikuta katika shimo ambalo huwezi ukachomoka kabisa. Picha hili linakwenda kwa jina la Dangerous Love au pendo la hatari. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa stori hii, maana utaburudika, utachukizwa, lakini mwishowe utajifunza kitu leo. Cha kufanya subscribe hapo chini, kisha turn on notification bell ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Tafadhali usitoki. Stori inaanza na mchizi anaitwa Joshua, ni director wa kampuni moja maarufu sana hapa Nigeria. Kwa wacha tumuite director, na siku ya leo ana ugeni special sana hapa nyumbani. Kwa ameandaa mazawadi kibao, huku akimgoja mgeni wake mpendwa kabisa. Anamfungulia mlango bibie mrembo sana. Huyu bibie anaitwa Angela na ndio mpenzi wake wa sasa, maana jamaa na miaka kama 2 hivi toka mke wake kipenzi kabisa avute waya. Anamwambia, nilikuwa sijui zawadi gani nikununulie, kwa hiyo nimekununulia zawadi tofauti tofauti ili uchague yenye itakupendeza. Angela akafurahia sana zile zawadi, lakini ni kama hayupo pale kabisa. Mara ajibu meseji za mchizi mwingine kwenye simu, noma sana eti. Mchizi anamchangamkia sana, lakini yeye wala anaonekana kabisa ana mission nyingine kwa mchizi, ni kama anamwektia kabisa. Sasa sijui penzi litadumu. Anyway, utajua tu hapo mbele. Haya bana, upande wa pili tunaletwa hadi nyumbani kwa huyu mchizi anaitwa Kenny. Yeye ni mwanamtindo maarufu sana hapa Lagos. Jina lake la umaarufu ni Uncle Kenny, na mchizi ana tabia kuopoa kila pisi anayoiona na kuitamani. Nilisikia kwamba wasanii maarufu ndio wana hizi tabia chafu eti. Sasa sijui ni kweli. Leo asubuhi kuna hii hapa pisi inamwamsha Uncle Kenny kidai maokoto yake, maana mchizi kakesha nayo usiku mzima aisee. Uncle Kenny akaamka bana ili amtimizie bibie mahesabu yake. Sasa wakati anaangalia kabatini akakuta kuna sidiria, akamwambia bibie kwamba amesahau sidiria yake. Hapana, sio yangu kabisa. Sio yako? Mbona kama inakutosha kabisa? Bibie akamwambia sio yangu, labda nikuulize wewe. Jamaa kasahau kabisa kwamba ni ya mwanamke mwingine aliyemtafuna juzi yake. Ikabidi azuke pale amwambie kwamba ni ya binamu wake aliyekuwa amekuja kumtembelea nyumbani hapo, ndio ikawa pona yake eti. Noma sana. Kesho yake ikaja pisi nyingine nyumbani kwa Uncle Kenny. Ni Angela, yule manzi wa director. Nadhani umeshaelewa sasa. Angela anaingia kwa mchizi akinalalamikia kwamba amekuwa akimtafuta kwenye simu bila kumpata, na hata wakati mwingine mchizi akagoma kabisa kuokota simu zake. Jamaa akamwambia, nilikuwa kwenye kikao na meneja wangu kwa ajili ya usaili wa kazi yangu ijayo ya picha. Kama kawaida ya mchizi, yeye hakosai kabisa visingizio. Jamaa akambembeleza bibie, bibie akalegea kweli, maana anampenda sana mchizi. Kabla ya yote, mtoto akaanza kutafutwa pale pale sebleni. Noma sana ise. Amini hamna mkate mgumu mbele ya chai eti. Saa chache kadhaa kupita, mlango ukagongwa. Angela akaenda kufungua. Huyu bibie anaitwa Stella, na yeye pia anaongezeka kwenye orodha ya mademu wa Uncle Kenny. Anakuwa watatu. Shika vizuri kabisa hii namba, maana tutakuwa tunawajumlisha halafu tuone kama mchizi anazidi rekodi yako. Stella akamuuliza Angela anachofanya kwenye nyumba ya bwana wake. Angela akamwambia, hapa niko bwana wangu. Aisee, ikachafuka pale pale, ikawa nipe nikupe, nipe tena nikupe, tena na tena. Kilichofuata Mungu na Allah ndo wanajua. Haya bana, nyumbani kwa Stella kuna huyu mrembo anaitwa Tulu, na ndo mdogo wake Stella, na wanaishi nyumba moja hapa. Na huyu ni Dara, ni besti yake Stella, na wanafanya kazi ofisi moja. Dara akamuuliza Duru kama anafahamu Stella alipo, maana leo hajafika kazini na bosi amemuulizia kishenzi. Amejaribu kumtafuta kwa simu lakini hajampata. Tulu akamwambia Dara kwamba alijaribu kumchimba Stella ili ajue nini kilitokea, na Stella akamwambia kwamba alienda nyumbani kwa Uncle Kenny na kukuta mwanamke mwingine huko, hivyo wakazichapa pale, na sasa hivi ametoweka, hajui alipoenda. Noma sana hisi. Kesho yake Stella akarudi kazini na sasa hivi anaonekana yupo poa kabisa. Akamwambia Dara kwamba amemsamea Uncle Kenny, maana mchizi alimfuata bana na kumwomba msamaha, huku akimdanganya akimwambia kwamba mwanamke aliyemkuta pale alikuwa ni binamu yake ambaye alikuwa amemwomba hifadhi kwa muda tu. Sasa Dara akashangaa kweli, akamuuliza Stella kwamba umeamini uongo wake na wakati yule mdada ulimkuta akiwa amevaa nguo za Uncle Kenny? Mwenyewe nimeshangaa kweli hapa. Sema mapenzi upofu kweli. Haya bana, nyumbani kwa Uncle Kenny mchizi wake wa karibu sana kaja kumuona. Mchizi anaitwa Sam. Katika stori zao za hapa na pale, Uncle Kenny akamwambia kwamba anahisi njaa ila anaona uvivu kupika. Jamaa yake akamwambia, kama unahisi njaa twende basi kwenye mgahawa wa hapa karibu tu, au niache tu niingie jikoni nifitatue ugali wa chapchapu. We tulia, unadhani nataka kula ugali wako kwenye mabujebuje? Mchizi akavuta simu na kumpigia Stella pale pale akimwomba aje nyumbani amwandalie chakula. Stella akakubali eti, maana ndo kafa kaoza kwa Uncle Kenny. Siku zikaenda zikarudi.
kurudi. Leo Uncle Ken yupo kitandani na bibie Angela, huku bibie Stella anampigia simu lakini mchizi anakataa kuokota. Ndo kwanza anavuta shuka aendelee raundi ya pili. Eti upande wa pili Stella kakosa raha kabisa, anawaza kweli nini kitakuwa kimetokea kwa Uncle Ken. Tulu akaingia kutoka shuleni, lakini akashangaa sana kuona dada yake kakosa raha kabisa. Mbona kama umekosa raha kabisa? Nipo vizuri, ila shida ni kwamba nimekuwa nikimtafuta Ken kwenye simu toka asubuhi mpaka sasa hivi, lakini simpati. Sasa siuende kwake ukamwangalie, kwani amehama? Stella akamwambia kwamba siwezi kwenda kwake mpaka aniite. Ndo tulivyokubaliana baada ya ile tukio la juzi. Nimeshangaa eti hadi Tulu naye kashangaa. Dada, huoni kama nakudanganya ili awe na kusaliti bila wewe kujua? Lakini Stella amekaza kichwa eti akimtetea mchizi, maana anamwamini sana. Noma sana. Basi bana, baada ya kutafuta watoto, Uncle Ken na Angela wanapata chochote kitu ili wapate nguvu za kutafuta mtoto mwingine, lakini wakiwa wanaenjoy chakula, huku Stella anaendelea kumpigia simu mchizi, lakini mchizi haokoti. Angela akamuuliza mchizi, kwa nini haupokei simu yako? Lakini mchizi akamdanganya bibie kama kawaida yake, akasema ni fundi garage ndo anamsumbua amlipe hela yake anayomdai. Angela akaona isiwe kesi, akavuta simu yake na kumtumia mchizi 500 taslim pale pale ili kulilinda penzi. Si unajua tena, mchizi akafurahi kweli, makumbato nini, raha sana eti. Haya bana, kesho yake Sam akaja nyumbani kwa mchizi, akawa anampiga picha za kupost Insta story. Si unajua tena mambo ya supermodel. Sasa Uncle Ken akawa analalamika kweli, akimwambia Sam kwamba ana shida na maokoto, maana hivi kati madili ya hapa na pale yamekata kabisa, mambo ya endorsement nini, si unajua tena. Sam akamshauri mchizi akimwambia kwamba ana migodi ya kutosha, hivyo aitumie ipasavyo. Mchizi akatikiza tu kichwa. Haya bana, kesho yake kweli mchizi akaanza kuchimba migodi, akamwambia Stella kwamba amepandishiwa kodi ya nyumba na badala ya milioni 9 sasa hivi itabidi alipe milioni 18, yaani mara mbili ya hela alikuwa analipa hapo awali. Stella akashangaa kweli, lakini ndio hivyo, anampenda sana mchizi. Kamwahidi mchizi kwamba atauza gari lake ampatie pesa. Mchizi akafurahi kweli, noma sana eti. Kesho yake mchizi akaita stori ile ile kwa bibia Angela. Bibia akamtuliza mchizi akimwambia kwamba asiwaze, atampatia pesa zote hizo ili mchizi asitimuliwe pale anapoishi, asijue kwamba mchizi anamseti tu. Hivi watu wa design hii wapo kweli? Angela akaenda kwa director akatunga uongo wake pale, mchizi akajaa na kumpatia pesa bibie. Yani anapewa hela na boyfriend, anampelekea boyfriend. Noma sana ise. Huko nyumbani kwa Uncle Ken, mpiga picha wake yani Sam amekuja kumtambulisha designer mpya wa kike kwa mchizi. Mchizi akashangaa kweli kumuona. Si unajua tena huyu mwamba akiona pisi kali anapagawaga kweli. Sasa sijui atamnasa. Anyway, wakasalimiana pale na kupata kujuana kidogo. Noma sana ise. Huko ofisini Stella mawazo ni mengi sana. Dara akamuuliza shida alionayo, maana hajamzoea kabisa akiwa kwenye hiyo hali. Mpenzi, uko sawa? Niko sawa, ni msaidizi wa mkurugenzi tu, amesema kwamba mkurugenzi anataka kuniona, kwa hiyo na nina wasiwasi tu. Kwa nini? Vipi kama atanifukuza kazi? Kumbuka hakuwepo nilipoajiliwa. Kwa hiyo nini sasa? Sasa vipi kama itatokea kwamba anipendi? Stella ana wasiwasi kweli. Director akaingia. Wendo Stella, director amekuja kukagua faili kadhaa za kampuni, maana Stella ndo mhasibu wa kampuni. Stella akampatia zile faili director, maana alikuwa tayari kashaziandaa. Mchizi akamshukuru bibie kisha akasepa. Basi bana, siku zikapita, penzi likazidi kukolea baina ya Stella na Uncle Ken. Stella anaenjoy kweli. Kuna mtu mlangoni, mchizi akaenda kufungua. Mlangoni anamkuta yule designer wake mpya. Aise, ni wa moto kweli. Akamkaribisha mpaka ndani na kumtambulisha kwa Stella akimwambia kwamba anaitwa Jenny na ndo designer wake mpya. Stella akasema sawa, hamna shida, mimi nitakusubiri malize kikao chenu, utanikuta chumbani. Kisha akapandisha chumbani. Mchizi akamfuata Stella chumbani na kumwambia kwamba anamuomba aondoke. Ndende akamwambia kwamba designer wake anahitaji faragha. Stella akamwambia sasa kuna shida gani mimi nikibaki nikikusubiri hapa chumbani? Lakini mchizi akaendelea kumwambia vijisababu vyake vya hapa na pale hadi Stella ikabidi akubali kuondoka. Noma sana hisi. Wakati wanapata chakula, designer akamuuliza mchizi kama ana mpenzi. Hapana, mimi sina mpenzi kabisa. Hata yule uliyemwona sio mpenzi wangu, ni binamu yangu tu, kwa siwazi. Sasa wakati anasema hivyo, Stella alikuwa anateremka ngazi. Alisikia yale maneno, ikamuuma sana bibie. Akaishia kumwangalia tu mchizi kisha akasepa. Huku nyuma wakapata uwanja huru wa kujivinjari aise. Makumbato, makisi mengi, mikunjo ikafata. Noma sana aise. Kwenye namba za pisi za mchizi, designer anaongezeka na kuwa namba 4 aise. Noma sana. Tuendelee tu, tutastaajabu ya Musa leo. Upande wa pili huku director leo anaumwa, hivyo hajaenda kazini. Akawa amempigia simu Stella ili kusudi amletee ripoti pale nyumbani. Stella akawa ametii kweli matakwa ya bosi wake na kumletea director zile ripoti, kisha akasepa. Director akabaki anamwangalia bibie kwa jicho fulani hivi ya kumleta kati. Mchizi akabaki akijisemea tu kwamba Stella ni mrembo. Noma sana, sijui itakuwaje hapo.
Anyway, utashangaa sana kilichotokea hapo mbele. Dara naye akawa ameleta ripoti zake kwa director. Director akawa anazikagua pale nini. Kidogo director akapigiwa simu. Ni mpishi wake bana, anamjuza kwamba mama yake anaumwa. Kwao amerudi kijijini kumuuguza na hataweza kuja kwa wiki kama 2 hivi. Director akamwomba Dara amtafutie binti anayeweza kuja kumpikia weekend na atamlipa 400,000 kila weekend. Mchizi ana pesa kweli. Dara akasema sawa, hamna shida, mimi nitamtafuta. Akamshukuru director kisha akasepa. Dara akaja moja kwa moja kwa Stella. Akamwambia kwamba nimekuwa nikifikiria, kwa kuwa uliuza gari lako, unaonaje ni kuunganishe kwenye side hustle, yani kazi ya part time ili aongeze kipato chake. Stella akamwambia kazi gani hiyo? Ni ya kupika. Unajua mimi nakuamini sana na ninapenda mno mapishi yako. Na dau ni kubwa kweli, kwani utakuwa ukipika weekend tu na utalipwa 400,000 kila weekend. Stella alivyosikia ile dau akakubali bana, maana hali yake ya kiuchumi sio nzuri kwa sasa. Si unajua pesa zote alimuonga Uncle Kenny, ila mapenzi. Stella akakubali kisha akamwomba Dara amsindikize mara moja nyumbani kwa Uncle Kenny. Akapitia vitu vyake alivyokuwa ameacha. Wakaongozana mpaka nyumbani kwa Mchizi. Uncle Kenny akawakaribisha ndani. Alipoona Stella ameenda chumbani, akaanza kummendea Dara huku akimwomba namba zake za simu. Jamaa kasha mtamani na yeye. Bibi akatoa namba zake, wakaendelea kupiga stori kadha wa kadha bila bibi Stella kushtukia Mchizi. Haya bana, upande wa pili Stella alipewa directions za kupika kwenye ile nyumba aliyokuwa ameunganishwa kazi ya kupika. Akashangaa tu ameingia nyumbani kwa director. Hadi director naye akashtuka kweli. Stella, umekuja hapa kufanya nini? Mbona mimi sijakuita kabisa? Ile bibi anajitetea maana na yeye haelewi. Simu ya director ikaita. Kwenye simu alikuwa Dara. Akamwambia director, samahani sana kwa kukusurprise. Nimeona nimtume Stella aje hapo maana namwamini sana hasa katika mapishi yake. Basi ikabidi director amkaribishe bibie mpaka ndani na kumwelekeza jiko lilipo. Akamwamuru Stella aanze kazi kama ipo tayari, maana Mchizi alikuwa na ubao. Mchizi akawa anamchungulia sana bibie kwa jicho la kuibia. Basi bwana, chakula kikapikwa kikaiva, kisha kikaletwa mezani. Mchizi akamsifia sana bibie kwa pishi lake tamu haswa kama la dekasa. Noma sana isi. Hey, unaonekana una wasiwasi sana leo. Nini kinakusumbua bro? Kuna mwanamke huyu wa miaka 50 na kitu hivi anataka ni mkumi. Lakini unanijua sasa. Mimi sifanyagi wazee eti. Sama akamwambia kwamba hajaribu kutizama upande wa pili. Vipi kama na maokoto ya kutoa? Mwanamke wa miaka 50 na kitu anaweza nipatia nini mimi? Yule ambaye kila mahali pamelegea kama makorokocho wa bafuni. Sama akamwambia kwamba cha kufanya yeye azingatie tu maokoto ya mshangazi. Vingine hivyo apuuzie. Yaani huwezi amini jamaa yake anamshauri Uncle Kenny kwamba apite tu na mishangazi ili apate maokoto huko. Huenda atapata bahati yake bana. Noma sana aise. Mchizi kweli kesho yake akavuta ule mshangazi. Aise, umechoka kichizi. Basi bana. Bibi akakagua mazingira pale, alipojiridhisha akamwambia Mchizi kwamba ameridhia na hivyo atamtumia milioni 20. Kusikia vile Mchizi akafurahi kinoma. Akawa haamini kabisa. Kushukuru kwingi. Noma sana aise. Basi bana, kaongozana mpaka chumbani kujigi. Unajua tena hatari mzee wa kazi. Mshangazi ukawa ni 500 kwenye listi yetu ile. Kitandani huku Mchizi anakamua kweli kweli. Mshangazi wenyewe sijui umelala eti, maana hauhisi kitu kabisa. Noma sana. Katikati ya tendo bibi Stella akakuingilia bila hata kugonga hodi. Akachanganyikiwa kabisa maana alipigwa na kitu kizito kweli kweli. Imagine unamfumania boyfriend wako na mshangazi eti. Aise, inauma sana eti. Bibi akatoka na kukimbilia nje akiwa kama amepoteza akili hivi. Kwa bahati nzuri director alikuwa anapita mtaa ule ule. Akafanya kumchukua bibi na kumuingiza kwenye gari lake ampeleke hospitali maana alikuwa hajielewi eti. Kesho yake wakamweka mtukati. Kila mtu akawa anatoa malalamiko yake. Huyo boyfriend wake sio mwaminifu hata kidogo. Huwezi amini aliniomba namba na kuanza kunitongoza. Niliamua nifanye uchunguzi kisirisiri. Nikagundua kwamba Mchizi ana wanawake 7 na mshangazi mmoja. Analala nao kisha anakusanya pesa kutoka kwa hao wote. Noma sana hizi. Stella ilimuuma sana, akaamua ainuke na kusepa maana walikuwa wanamuongezea maumivu mengine juu ya yale alionayo. Director akamuita Stella ofisini. Akawa anamueleza stori yake ya maisha akimwambia kwamba alimpoteza mke wake miaka 2 iliyopita. Na toka hapo amekuwa akitafuta mpenzi wa kweli bila mafanikio. Na hata mpenzi aliyempata hivi karibuni ambaye anaitwa Angela aliishia kumtapeli pesa nyingi sana na kukimbia nazo. Na mpaka leo hajui alipo. Akaanza kumsifia bibi akimwambia kwamba toka nimekutana na wewe hujawahi kabisa nitoka akilini. Wewe ni mpole, nyenyekevu, mrembo, mvumilivu, sifa kede. Hadi bibi akaanza kutabasamu pale, maana sifa zingine ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa azisikie eti. Mchizi akamwambia kwamba anampenda sana.
Ndende akamwambia kwamba najua bado una maumivu, lakini nipo tayari kukusubiri hadi utakapokuwa tayari. Ikawa ngumu sana kwa bibie kukubali, hasa baada ya kugundua kwamba ana ujauzito wa Uncle Ken. Lakini mchizi akamwambia kwamba anampenda sana na hata kama mtoto sio wake, yeye yupo tayari kumlea kama wake kabisa bila shida yoyote eti. Bibie akakubali, penzi jipya likazaliwa. Raha sana ise. Miaka 5 ikapita bana, mtoto amekuwa, ni katoto ka kike bana, kanaitwa Aliana. Upendo mwingi, ni familia yenye furaha kweli, wanapendana sana eti. Lakini haya yote ni kwa muda tu, maana hali haitakawia kubadilika. Usiku bibia akawa hana furaha kabisa, akamwambia mchizi kwamba anajisikia vibaya kuona kwamba kwa miaka 5 yote ambayo wameishi pamoja hajaweza kumzalia mtoto, na hilo linampatia wakati mgumu sana bibie. Lakini mchizi akamtuliza bibia akimwambia kwamba asiwaze kabisa, maana muda sahihi wa Mungu ukifika atadaka tu ujauzito wake, kwa asiwaze kabisa. Jamaa anampenda sana bibie na hataki kabisa kumpoteza. Siku zikapita bana, maisha yakaendelea. Siku moja Stella akawa ameenda kwenye kibanda cha M-Pesa kutoa pesa kidogo kwa ajili ya matumizi. Nyuma yake akatokea Uncle Ken akiwa naye anahitaji huduma pale. Ile bibia kumuona akakimbia kwenye gari lake akimkimbia mchizi. Mchizi akamfuata na kuanza kumwambia kwamba amekuwa akimtafuta toka alipoondoka. Miaka 5 sasa imepita. Stella akamfukuza mchizi atoke kwenye gari lake, huku akimwambia kwamba kwa sasa ameolewa na ana mtoto, hivyo asimsumbue kabisa yani. Mchizi akampokonya bibia simu yake na kujipigia ili apate namba mpya za Stella eti. Kisha katoka na kusepa zake aisi. Jioni wakati wa chakula, Stella akakosa raha kabisa. Appetite imemuisha, akiwa kwenye wimbi kubwa sana la mawazo. Director akimuuliza kinachomsibu, anamjibu ovyo. Bibie akabadilika ghafla, hataki kutoa huduma kwa mchizi, hamsikilizi kabisa, noma sana eti. Mchizi akamwaga bibie akimwambia kwamba atasafiri kwa wiki 2, ana ziara ya kikazi. Akamwambia bibie kwamba amemwekea pesa za kutosha kwenye akaunti yake kwa ajili ya mahitaji yote atakayohitaji pindi atakapokuwa amesepa. Baada ya mchizi kuondoka, kesho yake tu Uncle Ken akatimba nyumbani kwa Stella. Stella akashangaa kweli kumkuta mchizi pale sebleni. Akamtimua mchizi akimwambia atoke nyumbani kwake maana hahitaji kabisa kumuona. Jamaa akaanza kutupa lawama kwa bibie akimwambia kwamba alimwahidi kwamba atasimama na yeye kwenye shida na raha, lakini bibie akamkimbia. Akaendelea kumdanganya akimwambia kwamba alichokishuhudia siku ile akiwa na mkaza mshangazi ilikuwa ni photoshoot na kwamba kulikuwa na kamera mle ndani na ilikuwa ni dili ambalo ilibidi apige dola kama milioni 800 hivi. Ulinikosesha milioni 800 na ukaondoka bila hata kugeuka nyuma, ukutaka kabisa kusikia upande wangu. Aisee, mchizi anajua kudanganya kweli. Stella ikabidi amwombe msamaha mchizi, kisha akamwomba jamaa asepe tu maana hayupo sawa kwa sasa. Bibia akawa anawaza na kufikiria kwenda kwa mchizi amwombe msamaha kwa kumkosesha dili lake la milioni 800 na kumwelezea kila kitu ili mchizi aelewe na amwache asiendelee kabisa kumtafuta. Haya bana, kesho yake kweli bibia akatimba nyumbani kwa Uncle Ken, lakini baadaye kufanya kilichompeleka, mchizi akamnyonya masikio. Bibie akajikuta akili zikiwa zimepotea kabisa, akazama penzini na mwanaume aliyemsaliti hapo nyuma. Inyonge sana isi. Toka hapo bibia akabadilika kabisa, mume wake akimwongelesha anamjibu anavyotaka. Mchizi haelewi kabisa alichomkosea bibie. Inauma sana isi. Mi personally sijapenda kabisa attitude ya Stella, lakini ndo mapenzi yana nguvu eti. Penzi la Stella kwa Uncle Ken likakolea, akasahau kabisa alivyofanyiwa na mchizi hapo nyuma. Anarudi masaa anayotaka, director akimuuliza ni dharau tu, anampita kana kwamba mjui. Mchizi kamuuma sana. Siku moja director akaona SMS za Uncle Ken akimshukuru bibia kwa huduma aliyompatia jana. Mchizi akajam kweli. Sasa katika kugombaniana simu, Stella kaanguka chini na kuanza kutokwa damu sehemu za chini. Mchizi kabidi ambebe na kumwaisha hospitali. Wanarudi toka hospitali na bad news kwamba mimba ya bibia imetoka. Stella kakasirika sana, hataki hata kumsikiliza mchizi eti. Noma sana ese. Sasa sijui mwenye kosa nani hapo, ni director au ni Stella? Kwenye simu Uncle Ken akamshauri bibie kwamba atengeneze scenario ili ionekane kwamba director alimfanyia bibie domestic violence, yaani alimshambulia kwa nguvu, ili director kamatwe na kufungwa jela. Kweli bana, bibie akatii ushauri wa mchizi, akajipaka makeup mkononi, usoni, mapajani ili ionekane kwamba director alimshambulia na kumuumiza kweli eti. Kisha akapiga 911 kuripoti tukio polisi. Kweli bana, polisi wakaja na kumweka chini ya ulinzi director bila kujali ushahidi wa bibie ni wa kweli au la. Inauma sana isi. Stella katoroka kwa director na kuhamia nyumbani kwa Uncle Ken akiwa ameiba mali zote kutoka kwa mchizi, yaani ATM zake zenye pesa zaidi ya bilioni 500 za Kinigeria, hati za nyumba,
na hati nyingine nyeti kabisa za mchizi. Akamkabidhi Uncle Ken na kumwambia kwamba atafute utaratibu wa withdraw pesa zote zilizopo kwenye akaunti za director kisha wahame nchi kabla mchizi hajatoka jela. Kweli bana, Uncle Ken akakubaliana na mpango wa bibie. Siku zikapita, director akaachiliwa na polisi, maana ilikuja kugundulika baadaye kwamba alisingiziwa kesi eti noma sana. Habari zilipofika kwa bibia Stella kwamba director yupo huru, akaogopa sana, kwa maana Uncle Ken alikuwa bado hajakamilisha kutoa pesa ili wahame nchi. Akawa nawaza sana kukamatwa. Mchizi akamtia moyo bibie akimwambia kwamba atalishughulikia hilo swala haraka iwezekanavyo. Basi bana, kesho yake asubuhi bibia anaamka anakuta mchizi kasha sepa. Anakagua makabati anakuta mchizi kasafisha kila kitu kilicho chake aise. Noma sana, akachanganyikiwa hajui afanyeje. Anampigia simu mchizi lakini hapatikani. Ndende akakuta kijibarua alichoacha mchizi na kilikuwa kinasomeka hivi: mambo Stella, usiku wako ulikuwa vipi? Nataka tu kukwambia kwamba niko njiani kuelekea uwanja wa ndege nikihama na mpenzi wa kweli wa maisha yangu, Angela. Nina uhakika unamfahamu. Asante kwa pesa zote ulizoleta. Stella, ukweli mchungu ni kwamba kwa kweli sikuhitaji wala simuhitaji huyo binti yako wa hadithi za kusisimua. Unajua, nilikuwa najiuliza jinsi gani mwanadamu anavyoweza kudanganyika kwa urahisi hivi. Mwanamke unadanganyika kirahisi sana. Unatakiwa kufanyia kazi kujiamini kwako. Huwezi kuwa mke mwema kwangu kwa sababu ni mzembe mbumbumbu sana. Pia una saa moja tu katika hiyo nyumba kwa sababu tayari nimeshamfahamisha wakala ya nyumba kwamba nimeondoka. Kwa hiyo atakuwa anakuja na mpangaji mwingine mpya, na nimemwagiza akutupe nje ya nyumba kama akikukuta hapo. Njia zetu zisikutane tena. Kwa heri. Bibi akawaza na kuwazua, akaona mwage mtama kwenye kuku wengi. Akampigia simu director na kumwambia kwamba, halo Josh, najua umekuwa ukinitafuta na najua nilikuumiza sana, najua nimekukosea kweli, lakini tafadhali kabla hujawafanya polisi waje kunikamata mimi, hakikisha wanamkamata mtu aliyoko nyuma ya uhalifu huu wote. Pesa zako, mali zako, nyaraka zako zote, kila kitu viko kwake, na ninavyozungumza na wewe sasa hivi yuko njiani kuelekea uwanja wa ndege. Anaitwa nani na anawezaje kutambulika? Nitakutumia kila kitu unachohitaji kujua. Fanya chapu na unitumie taarifa zinazohitajika. Basi na kupoteza muda, bibi akatuma details zote zinazohitajika. Uncle Ken akafanikiwa kukamatwa na polisi akiwa kwenye harakati zake za kutaka kutoroka na Angela. Noma sana ese. Stella akamfuata Uncle Ken madevu na kumwambia kwamba, we ulipata wapi ujasiri wa kuniita mimi mzembe mbumbumbu baada ya kila kitu nilichojitoa kwa ajili yako? Sawa, hakuna mwanamke ambaye ni mbumbumbu, ilikuwa ni upendo tu. Na ndio ikawa hitimisho la goma letu hili hapa. Hebu tuambie maoni yako, umeonaje hii kazi? Je, Stella alikuwa sahihi kurudiana na Ken? Acha ka ujumbe kafupi tu kakusanua wote wenye tabia kama hizi za Stella. Mimi nimeshatoa madongo yangu hapo chini, bado wewe. Ulikuwa nami storyteller wako pendwa kabisa Dekasa mwa mpaka mwi. Naamini umeburudika sana kipenzi changu. I love you and see you next time. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe hapo chini ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Bye.